Shalom shalom ndugu mpendwa wa Mungu unayenitazama kwa saa hii. Mimi naitwa Apostle John Paul Mwashibanda au mwana wa nabii. Niko hapa Tunduma GMCL Church. Niko hapa niongee mimi na wewe kwa dakika 2-3 kwamba Mungu wa mbingu za mbingu aliyetufanya mimi kuwa hai na wewe kuwa hai. Jambo moja tunataka kusema ni kwa ajili ya taifa langu la Tanzania, ya kwamba nchi yetu inahitaji dua kubwa, maombi sana. Viongozi wenzangu wa makanisa, kuwa na maombi juu ya nchi yetu, kudili kwenye maombi. Maombi ni kila kitu. Kwa nchi yetu ya Tanzania inahitaji dua kubwa. Machungaji, maaskofu, manabii wa Bwana, tunahitaji kuungana kwa ajili ya kuiombea nchi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mwana wa Mungu liyepo hapo na nitazama. Niko hapa Tunduma. Nipende kukaribisha jamii zote mnaonitazama kwa sai, na ninatangaza kwa dakika kwamba hapo hapo ulipo, hata kama ni mgonjwa, ni mtu ambaye umeuziwa, pokea neno la baraka kwa saa hii ambalo ni uzima. Nipende sana kukukaribisha. Ni mwana wa nabii, niko hapa Tunduma. Kwa nini nimezungumza habari za kuiombea nchi? Nchi yetu ni sintofahamu, lakini tunaamini kwa jina la Bwana lazima nchi yetu iende salama. Ninachotaka ukizungumza ni kitu kimoja tu. Ninashangazwa sana na watu ambao wanakwenda kinyume. Maaskofu, mapadri, wainjilisti, mnaokwenda kinyume na taifa, wamekwenda kinyume na taratibu za kimungu. Tunahitaji kukaa chini, kwa sababu Biblia inasema hakuna mamlaka yoyote isiyotokana na Mungu. Kama mamlaka imetoka kwa Mungu, basi tutii mamlaka iliyowekwa na sheria ama na katiba yetu ya nchi. Kwa ni kusitu kwamba wachungaji tuepukane na mambo ya siasa. Wachungaji tudili kuiombea nchi yetu. Wachungaji tuepukane na mambo ya kuzomea. Wachungaji tukae kwa ajili ya kuiombea nchi. Habari ya kuzomea sio ya kwako. Habari ya maandamano sio ya kwako. Habari ya vita si ya kwako. Na ndio maana niko hapa nikitangaza kama mtumishi wa Bwana ni kwamba taifa zima tunahitaji kuwa na maombi. Kuna clip moja nimewahi kurusha nikasema nampenda sana Magufuli marehemu. Aliweka nchi kwenye hali ya maombi. Nitashangazwa sana na mchungaji ambao unashabikia kupigana vita. Nitashangazwa sana na mchungaji ambao unataka ugomvi. Nitashangazwa unataka maandamano. Mchungaji eti mchungaji unachunga kundi la Bwana. No. Kwa mimi ni kusitu ya kwamba kwa wakati wangu nimesimama ama niko mahali hapa, niko madhabahuni pa Bwana, niongee na wewe ili mchungaji uweze kusimama kihuduma sahihi. Zibitisho lako ni maombi. Kwa nipende tu kusema kwamba hicho kitu ni cha muhimu sana kwa taifa letu. Tunahitaji kuombea, kwa sababu waumini hao ulio nao wanahitaji Mungu. Waumini hao ulio nao uhitaji kuwapelekesha kwenye vitu vya kuwashawishi maandamano. Havitakiwi. Nimeona wainjilisti wengi sana wanaolipuka. Mfano, mtu unamzomea rais, ni kosa kubwa. Mtu unamnyoshia mkono rais, ni kosa kubwa. Yule amewekwa kwa mamlaka, wakati wako bado. Kwanza wachungaji hawatakiri. Mchungaji utakao kae chini kwa ajili ya kuiombea nchi, kuungana, kuwa pamoja kwa ajili ya kuiombea nchi. Na ninachopenda kikubwa ni rais wetu kuwa mtulivu, hana misemo mingi, neno lake tu. Wachungaji muepukane na mambo ya siasa, dili na mambo ya Kristo, dili na mambo ya kuiombea nchi. Nitashangazwa sana kama mchungaji utakuwa mchochezi wa kuleta vita, wa kuleta machafuko. Itakuwa ni mbaya sana. Kwa mimi nipende tu kwamba ni lazima taifa likae mkao wa kimaombi sana. Na nipende tu kwamba wote ambao mnanitazama kwa saa hii, niwapende kuwakaribisha sana 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 Tunduma hapa GMCL Church, ya kwamba lipo kanisa la kinabii. Wengi wanakataa kazi za kinabii. Acha tuongee ukweli. Kazi za kinabii ni kazi nzuri sana. Biblia inasema watoto hao wamekuwa ni watoto wasi, kitabu cha Isaya. Wamekuwa ni wasi, 25 inazungumza. Wamekuwa ni waovu,
hawataki kuonywa, hawataki kukaribiwa, hawataki kuona watu wanaoona, hawataki kuona kwamba watu wanaofichua siri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ambacho mimi nataka kuzungumza hapa, sitaki kuweka vitu sirini. Nataka kuzungumza na jamii yote ambayo inanitazama, ambayo inanizunguka. Kwa kote Tanzania, nchi yetu ya Tanzania, kinachotakiwa kufanyika ni amani sana juu ya taifa. Usichezee amani. Jifunze Kongo, jifunze Sudani, jifunze Somalia, jifunze pale nani pale, nchi ya Ethiopia pale. Jifunze vitu kama hivi. Ni hatari kubwa sana ukichezea amani. Kwa kama maskofu wenzangu, mimi ni askofu, kama ni askofu mwenzangu, tukae chini sana kuliombea taifa letu ili uweze kuabudu vizuri. Ni pamoja na taifa kukaa kwa amani. Lakini ya kuwepo machafuko, hatuwezi kuabudu kwa amani. Utakosa mpaka maji unayoona kama haya niyoshika hapa, utapata wapi? Kwa nipende tu kuhusii kwamba hebu toka kwenye mambo ya siasa, waachie wenye siasa wagombane wao huko. Sisi tukikaa chini kwa ajili ya kuombea. Kwa nizungumuze tu neno kwamba jifunze kitu kimoja, usichezee amani. Amani kipotea, hata mtoto wako utamwona yuko wapi, hata mke wako utaona yuko wapi, wewe mwenyewe utajulikana uko wapi. Kwa kitu cha msingi na cha maana kikubwa ni kwamba taifa letu likae kwenye mfumo wa kimaombi sana. Tumepewa majukumu ya kuomba maombi, na umepewa hiyo kitu ulionayo ambayo ni ya kitume, ya kichungaji, ya kinabii. Usiitumie kwa mabaya, itumie kwa wema. Sisi kazi yetu ni maombi. Kazi yetu ni kuitisha kwamba nguvu za giza zisivamie. Watu wengi wana vitu vya ajabu ajabu. Kwa adui anaweza kukuataki ukakaa kwenye makundi. Adui anaweza kukushika ukajua unaweza vitu vya maana, kumbe ni matakataka. Juu ya nchi yetu hii, tusimamie kwenye msimamo mmoja tu kwa ajili ya kuiombea. Nitakushangaa sana mtu yeokoka, tunataka machukizo, unataka machafuko. Sasa Yesu mwenyewe alikuja kutuliza zoruba kwamba ninakuja duniani ulimwengu ni ukomboe kwa damu. Aliyamaliza yote msalabani, kutoa msamaha, kutoa machafuko. Nitakushangaa sana unaeleza habari za machafuko mpaka sasa. Nimeona watu wengi wanasema kinuke. Sasa kikinuka utaenda wapi? Kikinuka utakimbilia wapi? Una visa, una nchi ya kwenda kuishi. Kwa nini zungumuze tu hivi vitu hivi kwamba Mungu akusaidie uwe na Mungu. Nazungumuza habari ya maombi tu, kuiombea Tanzania. My friend, prayer Tanzania. Maombi juu ya Tanzania, maombi juu ya watumishi. Kuna watumishi waliokengeuka na ndio maana wamekwenda kinyume. Kuna wainjilisti waliokengeuka na ndio maana wanakwenda kinyume. Kwa niko hapa kuzungumuza na wewe unanitazama. Niko hapa kuzungumuza kwa ajili ya jamii nzima ya Tanzania. Niko hapa kuzungumuza kwa ajili ya maaskofu. Niko hapa kuzungumuza kwa ajili ya manabii wanaokwenda kinyume na taratibu za nchi. Haleluya, haleluya. Nazungumuza haya mambo nikiwa hapa madhabahuni, ya kwamba ni lazima tujue amani ni kitu cha msingi sana. Kanisani hatuhubiri mapigano, kanisani tunazungumzia amani. Na ndio maana nasema ni lazima nchi yetu ikae kwenye toba. Toba ni kitu cha msingi sana, mwana wa Mungu. Toba ni msingi wa imani. Toba ikikutoka ndani utafanya unalotaka kulifanya wewe. Lakini Biblia inazungumza habari ya toba kwamba watu wenye kukesha na kuimarisha. Ili mambo yako yaliyosalia yawe salama, ni lazima uwe na maombi juu ya taifa lako. Ni lazima uwe na toba juu ya nchi yako. Unapoona machafuko yanainuka, unapoona watu wanatekwa, ni lazima wachungaji tukae chini na kuomba. Sio unazungumza tu watu wanatekwa tuandamane. Sasa ukiandamana faida yake nini? Watu wanatekwa, tunahitaji kuomba maombi. Kwa nini wanatekwa? Kwa nini yanafanyika haya? Na inawezekana vinafanyika hivi ni kwa sababu wachungaji wamepungua nguvu. Tumekuwa wavivu wa kuomba. Lakini tungekuwa watu wa kuomba, ni jambo gani ambalo Mungu asiliwezi? Kila jambo linawezekana kwake yeye aaminie. Habari za utekaji,
hizi zote zisingekuwepo. Ni kwa sababu mioyo yetu wachungaji hatujaiweka sahihi, na ndio maana watu wanatekwa, watu wanaburuzwa, watu wanapigwa. Kwa tukiingia kwenye toba ya Mungu, taifa letu lazima liwe shwari. Yesu aliweza kusimamisha zoruba kwenye bahari na bahari ikapata kumtii. Na ndio maana Petro alipogundua akasema, Bwana, toka kwangu mimi mwenye dhambi. Inawezekana zoruba zikatokea ni kwa sababu tumekuwa na dhambi. Tunahitaji kuwa na toba. Uona zani machafuko yanatokea ni hivi, vita zinatokea ni hivi. Mtu anasema kinukishe juu ya taifa, anaongozwa, analindwa, anasema kinukishe juu ya taifa. Uoni kama ni machafuko yameingia ndani mwake, ni roho chafu zimeingia ndani mwake? Lakini watumishi wa Mungu ama masihi wa Bwana wote mnaotazama ya kwamba tukiingia hawezi kutushinda huyo, kwa sababu kilichopo ndani yake ni mnyama, ni roho ya giza. Tukiwa na toba hakuna jambo lolote ambalo linaweza kutushinda. Mimi nakataa siku zote, vurugu haziwezi kutokea. Tukae chini, mfumo wa toba. Tukae chini, mfumo wa maombi. Tukae chini kutetea haki ya nchi yetu. Tukae chini kwa ajili ya kuomba. Vitu vingine nasema muombe, mukeshe, tufunge juu ya taifa. Tulie juu ya taifa letu la Tanzania. Na Tanzania hatujazoea vita. Hao wanaosema kwamba wakinukishe wana sehemu za kwenda wao. Hiyo naiongea direct ya. Wengine hatuna sehemu za kuishi. Wala si ukasema mimi muoga, wala sio muoga. Na ndio maana nazungumza habari za maombi hapa, kwamba kuwa na maombi. Mtu anayezungumza maombi sio muoga. Maombi ni silaha moja ambayo ni kali vibaya mno, tofauti na silaha ambazo zinatumika vitu vingine. Maombi yanastopisha kila kitu. Nishangaa sana mtumishi wa Mungu, mtumishi mmoja anasema nchi haiwezi kuombea kwa maombi. Ni kufeli kiimani. Ni kule adui amemkamata. Nchi ni lazima iendeshwe kwa maombi. Jambo lolote linapoleta utata, ili litatuliwe, ni lazima maombi yapite, litatatuliwa. Zoruba ili zikome, ni lazima maombi yatatuliwe. Waisraeli walifika mahali kwenye bahari wakashindwa namna ya kupita. Mungu anamwambia Musa wanapolia, Musa unalia nini? Anasema ninalia kwa sababu bahari. Tunashindwa, tutaangamia hapa, majeshi ya Farao yako jirani. Anamwambia una nini? Mtumishi wa Bwana una nini? Sema nina maombi. Hayo maombi ndio inama, piga magoti juu ya taifa. Mungu anamwambia Musa inua fimbo, piga maji. Tayari njia inapatikana kwa maombi, si kwa silaha, si kwa bunduki, si kwa matusi. Matusi hayasaidii chochote. Silaha haisaidii kwa chochote. Askofu na watoto, nabii una watoto, mwinjilisti una watoto, na wewe mwanasiasa una watoto. Wewe unataka kinuke, watoto wako watanukishia wapi? Kikinuka watoto wako watakimbilia taifa gani? Haleluya. Naongea na wewe kiujasiri, naamini utanisikiliza kwa umakini. Anayejua umuhimu wa amani, huyu ataungana na mimi. Amani ni kitu cha msingi, si cha kukichezea. Kwa niseme tu, mimi niko Tunduma, ninakukaribisha sana ewe mtumishi wa Bwana, nakukaribisha sana tena sana. Tuungane wote kwa pamoja kuliombea taifa letu, kuliombea kanisa la Tanzania. Hata ukitaka kuangalia habari za imani, nazo zimekuwa ni potofu. Watu wamejitenga. Paulo anazungumza kwa Timotheo ya kwamba nyakati za mwisho kutakuwa ni nyakati za hatari. Watu watajitenga na imani. Watu watamtafuta Mungu. Watu wataacha kumtafuta Mungu, watatafuta vya duniani. Na ndio maana unaona sasa machafuko yanakuwa mengi. Unafikiri kwa nini yanakuwa mengi? Ni kwa sababu ya pesa. Pesa isitufanye tukapigana. Tutafute kiini ni nini, sosi ni nini. Tunapoteza mwelekeo wa kimungu ni kwa sababu tumetoka kwenye ramani ya Mungu. Wanaosimama kwenye ramani ya Mungu wao haogopi.
Tuwe kama kina Elia. Mbona tuzungumza habari za kina Elia? Wakati machafuko yametokea, hawataki neno la Mungu. Kuna miungu wa Baali, manabii wa Baali pale. Pana Elia anatajwa pale, yuko peke yake. Aliposimama kwa dhati, Mungu alimjibu. Kwa nini leo taifa letu la Tanzania wachungaji wengi tunapata taabu? Ni kwa sababu tumetoka kwenye amani. Elia tamka kitu kimoja tu, Mungu wa Elia. Tunashindweje kusema Mungu wetu wa Tanzania shuke, airehemu Tanzania, mpaka tukaandamane? Tukaandamane barabarani, tuache kufanya kazi. Tukaandamane na marungu, si kuweka mawe, kuchoma lami. Uharibifu, serikali imetengeneza lami, wao naenda kuchoma na matairi barabarani. Wakikufunga, wamenionea. Serikali haiwezi kukuacha kiujinga hivyo. Lami imetengenezwa kwa gharama, unaenda kuchoma matairi. Unaenda kuharibu miundombinu. Ni kukosa akili. Watu wa Mungu, hebu fikirini jambo kama hili. Acheni mambo michafuko ya kuinua vimapepo vya michafuko. Watu wanavishabikia. Unashabikia vita ambavyo vitakuwa ni mwagaji wa damu. Ili tunalipiga vita na hatutaki kuliona. Hata kiongozi ambao unashawishika kwenye vitu kama hivyo, Biblia wanasemaga ushindwe na kulegea kabisa. Taifa letu ni amani. Amani Tanzania, amani Tanzania, amani Tanzania. Ni nchi yetu ya Tanzania, tunaipenda. Tumezaliwa Tanzania, hatuhitaji kuona vita. Unapoharibu miundombinu ya barabara, unazuia, unachoma matairi, watu wametoka safarini wanashindwa kupita kwa sababu ya wewe. Kwa hiyo lazima tukae chini. Amani ni kila kitu. Vurugu zingine za shetani hizi, wala sio mpango wa Mungu. Tuanze kuhangaika. Lakini na si sana kwa wabuti wenzangu ambao sasa inaonekana wamelegea sana. Inaonekana wamemwacha Mungu sana. Na ndio maana ukuta kanisa hili na hili hapa haelewani. Vita tupu. Kutukanana mitandaoni wachungaji saizi ni hali ya kawaida. Wewe mchungaji unamtukana mwenzako mtandaoni, una Mungu? Omba. Ombeni nanyi mtapewa. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Tafuteni nanyi mtaona. Maandiko yako wazi. Kwa nini mtukane mwenzako? Kwa nini useme kanisa la mashetani hilo? Kama wewe una Mungu, kwa nini usiende kuwageuza wale watoke kwenye mashetani? Yesu alikuja kwa ajili ya kuokomboa watu. Sadaka pekee ya Mungu hii. Leo tumekaa mtandaoni kumtukana huyu, kumtukana huyu, kumtukana huyu, kumtukana huyu. Uanzilishi wa fujo. Inawezekana wakawa puti ndio haribifu. Kwa sababu amani ikikosekana kanisani, huko nje ni zaidi. Watuliza amani ni makanisani, si ndio? Tuna watu. Lazima tukae na watu, tuwafundishe watu mambo mema, taratibu za nchi. Watu wakae watulie, sio kuwafundisha mambo yetu. Unatafuta watu vikundi eti tukinukishe, ni kosa. Hata wakikutuma ndani, mimi naona sio kosa, kwa sababu wanataka kuleta mambo ambayo hayafai. Kwa hiyo nipende tu kuzungumza kwamba neno hili shike sana, na wewe unayeshabikia ni vile tu hujajua. Na wengine mnakuwa makelele yanakuja mengi kama hayo, kwamba tukinukishe ni kwa sababu huna kazi. Kapige kazi, kafanye kazi viwandani, kaombe kibarua. Umeshindwa kazi, kuna ardhi Tanzania na ardhi na mapoli mengi, nenda kafieke kalime huko. Kafanye kazi. Acha kazi kusema tufanye maandamano kwa ajili ya kubomoa maduka. Maandamano yangekuwa yanafanyika kwa amani, tungeona. Kila maandamano yanayofanyika ni kuvunja maduka ya watu, ni kuvunja, ni kuiba vitu vya watu. Hayo maandamano feki. Maandamano yako hivi. Na chanzo cha maandamano, nazungumza nayo unayeniona, unayenitazama, chanzo cha maandamano ni vita. Siwezi nikakubali kwenye maandamano ndugu yangu ameangamia alafu nikakuacha. Haipo hiyo. Na ndio maana niko hapa na kusii, ewe prophet, ewe evangelist, mchungaji, pastor, kwamba lazima ukae chini na kutafakari. Biblia inasema mnapoyaona haya machukizo, ni lazima muanze kuomba kwamba adui ameinuka. Kwa vitu hivi nizungumuze tu, sitaki kueleza mengi sana. Mungu akae na wewe, Mungu asimame na wewe, Mungu akupiganie. Uko Mwanza, uko Arusha, uko Dodoma, uko Dar es Salaam,
uko Mbeya, uko Shinyanga, uko Tabora, uko Tarime, siji wapi huko, kote kule mnaponitazama, iwe nchi za nje, Kenya, hebu jifunzeni kuweka amani. Maandamano yanapoingiza yanakuja na vitu vya ajabu, yana hasara zake, na huyu anayekushawishi hata kusaidia hata kiingia madarakani hata kupata 100. Vitu vingine jifunze. Unamwandamia nani wewe? Ana familia yake ndio atakayofaidi. Alafu anakusurutisha wewe tuende barabarani. Mwambie beba watoto wako na mke wako tuende barabarani. Na mke wake Kigoma usilazimisha aende peke yake. Najua wengi mtanichukia, lakini poa, wewe sijali, kwa sababu hujaniajiri kazi wewe. Aliyeniajiri ni Mungu. Na ndio maana nazungumza hapa. Habari ya maandamano sisi kwetu haipo. Nimekataza hata kanisani kwamba nikimwona mshirika yote anasimama kwenye maandamano, wewe sio mshirika anayekwenda mbinguni, ni kufukuza. Amen. Lazima tujue kitu kama hicho. Hiyo ndio taratibu. Chini mamlaka iliyowekwa na Mungu. Hakuna mamlaka yoyote ikajishukia tu hivi. Ina mkono wa Mungu. Sasa tunapoona mkono wa shetani unainuka, lazima tukemee. Na niko hapa kwa ajili ya kukemea mikono ya shetani inayotaka kuleta zoruba. Hatutaki zoruba, tunataka amani. Nishindwe kusafiri kwenda Dar es Salaam kwa sababu yako wewe, kaa chini. Nishindwe kusafiri kwenda Mbeya kwa sababu ya maandamano yako, wewe kaa chini. Nishindwe kula chakula vizuri nyumbani mwangu, wewe kaa chini. Nishindwe kulea watoto wangu vizuri kwa sababu ya maandamano nasikia mabomu, wewe kaa chini. Acheni kuichokoza serikali. Iacheni serikali na mambo yake. Wewe unachokonoa serikali na unalindwa na serikali, huna akili. Unakosea. Serikali imewekwa kwa ajili ya kulinda. Vingine ukitaka ingia kwenye mambo ujue nini kinachoendelea kati. Hatuna imani, ndio maana tunakuwa tunahangaika. Ungekuwa na imani, kaa chini. Akina Musa walilia kwa ajili ya taifa la Israeli. Wote linganisha wewe maandamano ya sasa na wale wa Israeli. Wenzako Farao na zingua, wao wanaomba. Enough. Mwenzangu nataka tubebe marungu, ukavunje maduka ya nani? Wewe si jambazi tu. Watu wameingiliwa sana Kenya pale, tumeangalia. Watu wamelia, wamevunjiwa maduka yao. Wewe unasema maandamano, wewe unasema maandamano, wewe ni jambazi. Waache. Nenda kapige magoti kanisani. Kamwambie Mungu akupe kazi ya kwako. Acha kulia hujasoma, unataka maandamano. Umesoma mpaka la ngapi? Na hata kama umesoma una cheo, unataka kwenda wapi? Kafanye kazi, kuna mapoli. Kamuombe rais akupe mapoli ukafanye kazi. Kaombe kiongozi wako wa mtaa akupe mapoli ukafanye kazi. Lakini habari ya kwenda barabarani hatutaki. Habari ya kuchoma matairi barabarani hatuyataki. Tukikukuta hata maaskofu tutakukamata tu. Kwa nini unachoma matairi barabarani? Utueleze vizuri. Hiyo ni haki. Lazima ti wenye uwezo wao kuzungumza tu vitu vingine. Oh, sijui nini kalipenda karudi. Wewe bwana, wewe kaa chini. Wewe ni mtumishi. Siasa na neno la Mungu viko wapi? Wewe vinakutia wapi hivi? Unatumikia mabwana wawili kwa wakati mmoja. Wewe umewekwa kwa ajili ya kuomba. Omba ili siasa iende vizuri. Wewe mtu mmoja huko kwenye siasa, mtu mmoja kwenye maandamano, mtu mmoja ukemea kanisani. Wewe tulia bwana. Hey, I salute my friend. God bless you.